siku yao ya mafunzo, na mimi nilikuja tu kuwakilisha chuo ambayo inaongozwa na Vice Chancellor wetu Profesa Raphael Chilumba, na pia naibu wake upande wa taaluma Profesa Maulid Mwatawala, na tuna naibu wake tena upande wa mpango fedha na utawala ambaye ni Profesa Amanda Muhaiwa. Ndio hao nilikuja kuwakilisha katika ufunguzi wa semina hii. Imejumuisha wanafunzi, imejumuisha watumishi mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Katika hili serikali imeelekeza kwamba kuwepo na waelimisha rika katika kusimamia udhibiti magonjwa ya ukimwi na sio magonjwa ya ukimwi na yale yasiyoambukizwa mahala pa kazi. Kwa hiyo hii semina hii sasa inalenga kuwapa uwezo hawa waelimisha rika ili wajue namna gani wataenda kuifanya kazi yao katika maeneo hayo ya kazi. Na lengo la serikali inataka mpaka mwaka 2030 kuwe na 0% kuambukiza masuala ya magonjwa ya ukimwi, kuwe na 0% ya masuala ya unyanyapaa, lakini pia kuwe na 0% ya vifo vinavyotokana na magonjwa ya ukimwi. Kwa hiyo hayo ni malengo ya serikali, na sisi kama taasisi ya serikali tumeelekezwa kutimiza haya, na hii ni sehemu ya kutimiza haya. Na sasa hivi tumeingia katika mpango wa utekelezaji unaoanza mwaka 2021 ulioanza mwaka 2021 na mwaka 2026. Kwa tuko katika utekelezaji wa maelekezo na mpango wa serikali. Kwa majina naitwa Hekima Titus Maketa. Mimi ni mratibu wa masuala ya ukimwi na magonjwa sugu yasiyoambukizwa mahala pa kazi, yani Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Na pia ni afisa utumishi katika taasisi ya elimu ya kuendeleza katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Siku ya leo tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025 yamefanyika mafunzo ya waelimisha rika katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Na haya mafunzo yamejumuisha wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo pamoja na wanafunzi. Na kwa kweli yamekuwa ni mafunzo mazuri na tunashukuru kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa. Idadi tuliokuwa tumetegemea imekaribia kabisa kufika. Na ukizingatia leo ni siku ya Jumamosi, lakini wafanyakazi wamekuja na pia wanafunzi wamekuja. Na wakati wa mafunzo kwa unaona kabisa namna ambavyo walikuwa wanatamani kuelewa zaidi. Na wameuliza maswali, na nashukuru na waliokuwa wawezeshaji wamewasaidia kujibu yale maswali vile ambavyo walikuwa wanatarajia. Na kwa kweli tunaamini kabisa baada ya kutoka hapa wakirudi kwenye idara zao, kwenye ndaki zao, kwa wale wafanyakazi kama walivyoelekezwa kwamba wanatakiwa kwenda kupeleka hii elimu huko kwenye ndaki, huko wanapofanya kazi, tunaamini na kwa wanafunzi ni vile vile watapeleka hiyo elimu kwa wanafunzi wenzao, kwa sababu serikali imeamua kuweka mambo kama haya kwa sababu imegundua kwamba ni changamoto kubwa zinazowakabili wafanyakazi pamoja na wanafunzi kwa habari ya magonjwa sugu yasiyoambukizwa ndani. Swala ambalo limekuwa linaenda kwa kiwango kikubwa sana, na hivyo kusababisha serikali kupata changamoto katika kupata watumishi, na watumishi pia wanashindwa kufikisha malengo yao, serikali pia inashindwa kufikisha malengo yao kwa sababu ya watu wanapokuwa wanaumwa alafu hawawezi kuchukua hatua. Kwa hiyo tunaamini kabisa wanafunzi pia, kwa sababu tunategemea waje wawe wafanyakazi baadaye, tunaamini wataipeleka hiyo elimu kwa wenzao, na ni rahisi kwa sababu ni watu ambao wako katika mazingira yao, wako katika umri wao kwa pamoja. Kwa hiyo itawasaidia wao kufikisha ujumbe, kwa sababu sio lazima ifuate mtiririko wa kitaalamu sana, lakini hata katika mazingira yao, hata kama katika kutaniana, lakini maadamu watafikisha ule ujumbe ambao wamepokea siku ya leo kwa habari ya hayo magonjwa yasiyoambukizwa pamoja na VVU. Kwa jina naitwa Graka Chotamawe, ni daktari bingwa mtoto katika hospitali ya Sokoine University. Leo nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya waelimisha rika kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza pamoja na VVU. Na waelimisha rika hawa wamegawanyika katika makundi mawili, yani wanafunzi pamoja na wafanyakazi watumishi wa Chuo Kikuu cha Sokoine. Lengo la mafunzo haya
ni kuongeza uelewa juu ya magonjwa sugu yasiyoambukiza, lakini pia uelewa juu ya magonjwa ya kuambukiza hasa kwa njia ya ngono pamoja na virusi vya ukimwi. Uelewa huu unawasaidia hawa waelimisharika ambao ni wawakilishi wa baadhi ya wanafunzi na wafanyakazi katika chuo chetu kizuri cha Sokoine, ambao wanasaidia kwenda kuwaelimisha wenzao kuhusiana na magonjwa haya ambayo yamekuwa ni kipaumbele sasa cha serikali yetu kwa nchi nzima kutokana na jinsi ambavyo yamekuwa yakiongezeka kwa kasi. Na hili ni agizo la serikali na msisitizo mkubwa wa serikali katika kujaribu kupunguza kuenea kwa magonjwa haya na kutoa uelewa kwa watu kuweza kujikinga, lakini pia kuweza kuwahi kutibiwa pale wanapoona zile dalili za magonjwa haya mapema, kwa sababu katika magonjwa haya yamegawanyika katika yale ambayo katika magonjwa sugu yasiyoambukiza. Asilimia kubwa ya magonjwa haya ni magonjwa yasiyotibika, ila ni magonjwa ambayo yanaweza kupunguza madhara kama yakiwahi kutambulika na kutibiwa mapema kwenda kupata matibabu, lakini pia yanaweza kuzuilika kutokana na namna ambavyo tutabadilisha namna yetu au staili ya maisha ambayo watumishi, wananchi kwa sasa hivi tumekuwa tukiishi. Lakini kwa yale magonjwa ambayo yanaambukiza kama magonjwa yanayoambukiza kwa ngono kama VVU pamoja na magonjwa mengine, kubadilika kwa tabia, lakini pia kuchukua tahadhari sahihi jinsi ya kujikinga na magonjwa haya, lakini pia hata kwa wale ambao wameathirika kuweza kutumia matibabu sahihi kama yanavyotakiwa kufanya ili kupunguza madhara ya magonjwa haya, lakini pia kupunguza maambukizi zaidi kwa wengine. Wito ambao tumetoa kwa hawa waelimisharika ni kwanza kuyaishi yale ambayo tumeyaelimisha, lakini pia waelimisha wengine. Kuelimisha huku ni kwa kupitia maneno, lakini pia kwa vitendo wenyewe. Majina naitwa Joanna Lois, ni mwanafunzi wa third year kutoka Bachelor of Family and Consumer Sciences hapa chuoni kwetu SUA. Leo katika siku hii tumefanya semina ya peer educators. Tumejifunza masuala mengi ya afya, magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukizwa. Lakini kitu kikubwa ambacho tumekiona leo katika mjadala wetu ni kwamba wanafunzi wengi, actually sio wanafunzi wengi, hata wananchi pia Tanzania kwa ujumla, hatuna ile self-seeking behavior kwenda hospitali na kujua afya yako, kutafuta msaada wa daktari. Mara nyingi watu wengi tunakimbilia kwenye dawa za mitishamba, tunakimbilia kwenye bibi yangu anajua nini, of which hicho kitu sio sahihi. Tujue afya zetu. Know your numbers. Namba yako ya blood pressure, namba yako ya urefu, namba yako ya uzito, namba yako ya cholesterol ngapi. Ukijijua kwanza wewe una shida gani, uweze kujitibu, na pia ukienda kwa wengine uwe kama nini mfano bora. Na pia kitu kingine leo tumejua kwamba sisi kama vijana kuna uhitaji mkubwa sana wa sisi kuwa pamoja, sisi kuungana, sisi kusaidiana, sisi kuinuana katika one and twos. Tusiishie tu kwenye GPA na academic. Sisi ni binadamu pia, kwa sababu hata hiyo GPA inahitaji afya yako ili ufanye vizuri. Kwa hiyo kama vijana inabidi tuimizane sana. Mazoezi tunatembea. Yaani siku hizi ni umetoka hostel, umeenda darasani, umetoka darasani, umeenda kantina, uvicho unakula vitu ambavyo havieleweki. Vijana tusimame, vijana tukumbushane kwenye mambo ya afya. Lakini pia kitu cha muhimu sana ambacho ni tunakijua lakini tunakipuuzia ni kwamba watu wengi hatuna ulaji bora. Yaani ulaji ni tatizo. Ulaji ni tatizo kubwa sana. Watu wengi kama vijana tunakimbilia, tunazita convenience foods, vyakula vya haraka, chips, oily foods. Of which tukiangalia, yani tunasema kwamba young adulthood na adolescence ni investment for your future, for your elderhood. Sasa tunajiuliza sisi kama kijana sasa hivi miaka 20, miaka 20 na ngapi, umewekeza nini katika afya yako? Tunawaza pesa, tunawaza kuajiriwa, tunawaza nini, lakini jiulize katika hiyo miaka 40 baadaye pension yako unai
ilaji? Je, utaimaliza kwenye kwenda kutibu kansa, kwenye kwenda kwenye kutibu magonjwa ya moyo, au utaenda kuimaliza kwenye kuenjoy maisha? Kwa kuwa kijana, kumbuka, afya yako ni hazina yako kubwa sana. Kwa majina naitwa Abdulrahman Ramadhani Juma, nasoma Bachelor of Science in Family and Consumer Studies kutokea Department of Human Nutrition and Consumer Science. Leo tumekutana hapa kwa pamoja kwa ajili ya kupata semina juu ya masuala zima ya magonjwa ambayo yasiyoambukiza na magonjwa ya infectious, yale ya ukimwi na STIs na STDs. Kwa leo hapa tumejifunza vitu vingi sana. Kwanza kabisa tukianza na magonjwa ambayo yasiyoambukiza, kwa sasa hivi Tanzania tumeshift kutoka kule kwenye magonjwa ambayo ni nature, kwa maana yale ya tropical issues kama ni malaria, kama ni UTI na hivi. Sasa hivi tunakuja kwenye magonjwa ambayo yasiyoambukiza, heart diseases na coronary issues zinakuwa kwa kasi kubwa sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo imeshakuwa ni issue ambayo inabidi iongeleke kwa mapana zaidi, hasa katika jamii ambazo tunaenda kukutana nazo huko. Lakini pia kwenye masuala zima ya ukimwi na magonjwa ambukizi ambayo yanahusiana pamoja na ngono, kama we call them STIs and STDs, pia tumejifunza jinsi gani zinatokea na jinsi ya kuziprevent, na jinsi gani hapa hiyo elimu tulioipata hapa tunaenda kuitoa huko mtaani. Lengo kubwa la leo ambayo tumejifunza ni sisi kuwa peer educator. Nikisema peer educator, maana kwamba tunakuwa waelimishaji rika kwa hapa, kwa elimu ambayo tumeipata leo tunaenda kuideliver huko mtaani. Watu wanaelewa gani kuhusu na magonjwa yasiyoambukiza na ukimwi? Je, watu wanajua njia sahihi za kujikinga na ukimwi? Je, watu wanajua vitu gani ambavyo wakifanya vinaweza kupelekea wao kupata ukimwi na ABC zote hizo? Kwa hiyo nimefurahi sana na I could not wait to apply this knowledge huko mtaani na watu wakafaidika kupitia mimi kama peer educator.